siku ya Jumapili. First service starts at 7 to 8:20. Ibada ya kwanza inaanza saa 1 hadi saa 2:20. Second service it starts 8:30 to 10:30. Ya pili inaanza saa 2:20 mpaka saa 4:30. The third service, ibada ya tatu, it starts at 10:30 to 1. saa 4:30 hadi saa 7. Today we have a lot of things to do. Leo tuko na vitu vingi vya kufanya. That's why I need to go according to the time. Ndipo nataka niende na muda. Praise the name of Jesus. Amen. And also I urge the person who will read the third service, pia naomba yule ambaye atakuja kwa ibada ya tatu by 11:30, saa 5:30, just keep time. Keep time. Hallelujah. Amen. By 11:30, make sure you'll handle a microphone to me, saa 5:30 unipatie kipasa sauti, so that you will not go late, usiende kuchelewa, so that I will be able to finish by 1. niwe na uwezo wa kumaliza by saa 7. But if you continue, unapoendelea zaidi, expect me to make you to go to continue up to 2. tutaendelea hadi saa 8. Praise the name of Jesus. Amen. I need more than 1.5 hour. Nahitaji niwe na lisali 1.5. Praise the name of Jesus. Amen. Hallelujah. Praise the name of Jesus. Amen. Normally in our weekday services are still on. Ibada za katikati ya wiki bado ziko from Wednesday to Friday, kuanzia Jumatano hadi Ijumaa, from 5 to 6:20 or 6:30. kuanzia saa 11 hadi saa 12:20. You are most welcome to those services. Unakaribishwa kwa hizo ibada. I want to talk about persistence. Kusisitiza. Persistence. Kusisitiza. Persistence is ability, ni uwezo. Persistence is ability. Kusisitiza ni uwezo. To maintain an action. To maintain an action regardless of your feeling, regardless whatever you go through. Pamoja na zile hisia ambazo unapitia. It is ability to continue. Ni uwezo wa kuendelea. When you feel like quitting. Unapohisi unatoka. When you feel like quitting. Unapohisi unatoka. But you must persist. Lakini lazima usisitize. Praise the name of Jesus. Amen. That's why I want to talk about persistence. Ndipo nataka kuongea kuhusu many of us, wengi wetu, may you feel like quitting. Unahisi kutoka. But I have come to tell you, nakuja nikwambie, persist in that situation. Sisitiza kwa hiyo hali. God is going to make you to come out in that situation. Mungu atakufanya utoke katika ile hali. Because when you persist, unaposisitiza, there's things that you are going to receive. Kuna vitu ambazo utapokea. There are things that you are going to receive. Kuna vitu ambazo utapokea. In the mighty name of Kwa Jesus. jina la Yesu. No matter your feelings. Haijalishi hisia zako. But I have come to tell you. Pia nikwambie. Persist. Sisitiza. Persist. Sisitiza. Hallelujah. Amen. Let us open the book of Genesis 26. And the other person can open the book of Matthew 15. Mwingine afungue Mathayo 15. (21 to 28) Matthew. 21 Matthew hadi 28. Alafu then Genesis 26 verse 18. Mwanzo 26:15. These are two similar actions that happens to these
women and men of God. vitu ambazo zilitokea kwa watu wa Mungu, and it is the same thing that can happen to our lives, kitu ambacho kinaweza kikatokea katika maisha yetu, but we must persist. lazima tusisitize. The Bible says in Genesis 26 verse 18, and Isaac dig again the wells of the water which they had digged in the days of Abraham his father, for the Philistines had stopped them after the death of Abraham. And he called the name by which his father had called them. And Isaac's servants dig in a valley and found there a wall of springs of water. And the headman and the gear did strive with Isaac. Headman says, the water is ours. And they called the name of the wall Eseki, because they strove with him. And they dig another well and strove for that also. And he called the name of it Sittim. And he moved from hence and dig another well. And for that they strove not, and he called the name of it Rehoboth. He said, for now the Lord has made a room for us, and we shall fruitful in the land. Kwa Kiswahili inasema kuanzia mstari wa 15, inasema na vile visima vyote vilivyochimbwa watumwa wa baba yake siku za Ibrahimu babaye, Wafilisti walikuwa wamevifukia wakavinjaza kifusi. 16. Abimeleki akawaambia Isaka, utoke kwetu, maana wewe una nguvu sana kuliko sisi. Basi Isaka akatoka huko, akapiga kambi katika bonde la Gerari, akakaa huko. Isaka akarudi akavichimba vile visima vya maji walivyovichimba siku za Ibrahimu babaye, maana wale Wafilisti walikuwa wamevifukia baada ya kufa kwake Ibrahimu, naye akaviita majina yafuatayo, majina alivyoviita babaye. 19. Watumwa wa Isaka wakachimba katika lile mbonde wakapata kisima cha maji yanavyobubujika. 20. Wachungaji wa Gerari wakagombana na wachungaji wa Isaka wakisema, maji haya ni yetu. Ndipo akakiita jina la kile kisima Eseki, kwa sababu waligombana naye. Wakachimba kisima kingine wakagombania na hicho tena, akakiita jina lake Stina. 22. Akaondoka huko akachimba kisima kingine, wala hicho hawakukigombania, akakiita jina lake Rehobothi, akasema, kwa kuwa sasa Bwana ametufanyia nafasi, nasi tazidi katika nchi. Praise the name of Jesus. Amen. Somebody can read for me Matthew 15:21 to 28.
The dogs eat of the crumbs which fall from their master's table. Then Jesus answered and said unto her, O woman, great is thy faith. Be it unto thee even as thou wilt. And her daughter was made whole from that very hour. Amen. Praise the name of Jesus. Amen. This is about persistence. Hii ni kusisitiza. Because persistence Kwa sababu kusisitiza is ability ni uwezo to maintain an action. To maintain an action. kuendeleza kitendo. Praise the name of Jesus. Amen. That's why Ndipo I have come and I've read these two books. nimesoma hivi vitabu viwili. And these books talks about Hivi persistence. vitabu zinaongelea kuhusu If kusisitiza. you look about Genesis 26 verse 18 to 23, Mwanzo 26 you will find Isaac persisted. utapata Isaka alisisitiza. Sometimes in life, Wakati mwingine katika maisha you need something. nahitaji kitu. You need something. Nahitaji kitu. You need to persist. Yatakikana usisitize. You need to persist. Yatakikana usisitize. Because we have read about Isaac. Umesoma historia ya Isaka. And Isaac, the Bible says, Biblia inasema there were wells kulikuwa na visima. were dug in the time of his father. Viliweza kuchimbwa wakati wa But babaye. he decided to go and dig them again. Lakini akaamua kurudi na He kuchimba tena. persisted. Akasisitiza. He persisted. Akasisitiza. I have come to tell you, Yaani kwambie there are things that you have been searching. na vitu ambavyo umekuwa It ukitafuta. is your time Wakati wako to go back and persist. uende na To go kusisitiza. back and look them again. Uende uviangalie tena. Because God Maana Mungu needs somebody anahitaji mtu who can persist. ambaye anaweza akasisitiza. Remember also Kumbuka the story of Elijah. historia ya He Elisha. told her Akamwambia 3.5 years, miaka mitatu you are not going to have a lane. You are not going to have a lane. hakutakuwa na mvua. But after 3.5 Baada ya years, miaka mitatu na nusu Elijah came back. Elisha akaja. And when he came back, Aliporudi tena he went to the mountain. akaenda kwa Mungu And he continued persisting. na akaendelea kusisitiza. From number 1 to number 7, he was sending his servant until the 7th time. You need to go back and persist in whatever you have been looking, in whatever you have been praying. Maybe you have been praying for a long time, but I have come to tell you, go and persist, because through persisting, God will intervene. God will be sure. Mungu atajidhirisha. Praise the name of Jesus. Amen. Hallelujah. Amen. Most of us, Wengi wetu we don't persist. When you pray, tunapoomba you leave the prayer that you prayed there. tunaacha kila But kitu God hapo. Lakini needs somebody anahitaji mtu who persists. You need to go and knock again. uende ubishe na ubishe na ubishe. Hallelujah. Amen. Praise the name of Jesus. Amen. Be the month of August. Kwa mwezi wa 8 You need to go back to your God takana urudi kwa and Mungu. tell God, Mwambie Mungu I have been expecting something. na kitu nimekuwa I have been expecting something. I have come to you. I have come again. I have come to you so that you can intervene to my situation. So that you can intervene to whatever I have been praying kwa kile for. ambacho nimekuwa nikiombea. You have heard about the woman. Umesikia historia yule mwanamke. This woman in Matthew 15:21 to 28. Mathayo 15. If you could be this woman, Kama ungekuwa yule mwanamke, you could have already left. unge- You could have left and go on your ways.
ungeacha na ukaenda kwa njia zako. But this Lakini woman huyu mwanamke persisted. alisisitiza. The disciples Wanafunzi were against her, walikuwa kinyume but chake, she lakini continued aliendelea persisting. kusisitiza. We need to be like this woman who persisted until God, until Jesus do something to her life. Fanya kitu katika maisha yake. Praise the name of Jesus. Amen. Sometimes Wakati mwingine we need to persist. nakana tusisitize. Praise the name of Jesus. Amen. Praise the name of Jesus. Amen. Hallelujah. Maybe you are here, Waweza kuwa kwa mahali hapo, you feel like quitting. wahisi utoke. I have come to encourage Nimekuja you. nikutie moyo. Don't quit. Usitoke. God and Lord does not need people who quit to the race. Mungu hahitaji wale ambao wanatoka. Praise the name of Jesus. Amen. When you are in the race, Unapokuwa kwa mashindano, don't quit. usitoke. You must fight Mpaka upigane. until you receive whatever belongs to you. Mpaka upate kile ambacho ni chako. If you look about the woman who prayed for 12 good years, Unapoangalia mwanamke ambaye the Bible says he went all over. alienda He went to look for many doctors and wizard and witch doctors. angalia But madaktari. when he decided Lakini alipoamua to go before his maker, kwenda kwa Muumba wake, he persisted. alisisitiza. There are a lot of people where Jesus was. Kulikuwa na watu wengi pale Kristo alikuwa. But this woman, Lakini huyu mwanamke he decided, akaamua, no matter how many people I'll found there, haijalishi ni watu but wangapi I want watapata, only lakini nahitaji to touch ninguse his cloth. nguo zake. Praise the name of Jesus. Amen. It is about Ni persistence. kusisitiza. Because when you persist, Unaposisitiza, God Mungu shows himself. anajionyesha mwenyewe. Praise the name of Jesus. Amen. Hallelujah. Amen. Praise the name of Jesus. When you persist, Unaposisitiza, it broke the forces of resistance. It breaks the forces of persistence. inavunja nguvu za kusisitiza. Praise the name of Jesus. Amen. There are a lot of things Kuna vitu vingi when you pray to God. unapoomba kwa Mungu, The devil is there to persist shetani yuko pale asisitize to your prayer. kwa maombi yako, But through persisting, lakini kupitia kwa kusisitiza it blocked everything. inavunja kila kitu. Praise the name of Jesus. Amen. Isaac, Isaka if he could go back and dug the well, and live, because the Philistines, they have fought with him. kama angechimba visima alafu aziache, kwa kuwa Wafilisti walikuwa wanapigana na yeye, If he could not persist, angesisitiza, we could not read about him today. hatungesoma historia yake leo. But we are reading Lakini tunaisoma about the Isaac kwa Isaka and about the na Philistines, Wafilisti, because kwa kuwa Isaac Isaka persisted. alisisitiza. Hallelujah. Amen. That's why when we persist, Ndipo tunaposisitiza it breaks inavunja all the forces zile nguvu of persistence. za kusisitiza. Just look for an example. Angalia kwa mfano, When you are told there is no vacancy unapoambiwa hakuna nafasi for somewhere you have been expecting for a work, mahali ulikuwa unatarajia kwa kazi, and you continue persisting there, uendelee kusisitiza mahali pale, always the person who is in charge, yule mtu yuko mahali pale he will come to you atakuja kwako and ask you, na akuulize,
What do you want? Unahitaji nini? But when you don't persist, Unapokosa kusisitiza, nobody will ask you what you want. hakuna mtu ambaye atakuuliza unahitaji nini. It is the same way Ni kama hivi, when we pray. tunapoomba We need also to go back atakana tuende tena and going back na kwa kurudi tena and going back na kurudi tena until the forces mpaka ile nguvu of darkness ya giza bow down. iende chini. Praise the name of Jesus. Amen. Hallelujah. Amen. Praise the name of Jesus. Look about the disciples. Angalia wanafunzi, They came even close to Jesus. walipatia Kristo hata nguo. And they are they came close to Jesus Walikuja karibu na Kristo and they tell Jesus, na wakamwambia Kristo, can we chase this woman? tunaweza tukafukuza huyu mwanamke? Praise the name of Jesus. Amen. They tried to chase the woman, Walitaka kumfukuza yule but the mwanamke, woman persisted. lakini yule mwanamke And akasema, even Jesus himself, hata Kristo the mwenyewe Bible says, ninasema he was quiet. alikuwa mwerevu, Quiet. alikuwa amenyamaza. Also, you say pronunciation. You know, my brother there today is laughing. Praise the name of Jesus. Hallelujah. Hallelujah. The Bible says Ninasema Jesus Kristo was quiet akawa amenyamaza until this woman persisted, mpaka huyu mwanamke akasisitiza, and the forces na ile nguvu were now down zikawa chini, because kwa kuwa he have decided to persist. aliamua I kusisitiza. have come to tell you, Je, nikwambie as brothers and sisters kama ndugu zangu in Christ, kwa Kristo, we need in the month of August atakaja katika mwezi wa to 8 persist in prayer kusisitiza kwa Mungu until our doors are open. mpaka milango yetu ifunguke. Praise the name of Jesus. Amen. Hallelujah. Amen. Praise the name of Jesus. Amen. Hallelujah. Amen. He could not fear Hakuogopa what people will say. kile ambacho watu wataongea. The woman who has been in breeding for 12 good years, Yule mwanamke ambaye alitokwa na damu kwa miaka he 12, could not fear hakuogopa, because he knew maana alijua it is the time ni wakati for all the forces of kwa persistence. zile nguvu za kusisitiza We will go down. ziende chini. Sometimes Wakati mwingine we don't need to fear. haitakani tuwe We watu need to waoga. know Haitakani tujue our God is in control. Mungu wetu ana And uwezo, because our God is in na kwa kuwa control, ana uwezo we need to persist. haitakani tusisitize. Praise the name of Jesus. Amen. Hallelujah. Another thing, Kingine, when you persist, unaposisitiza it brings more peace inaleta amani, in your life, inaleta amani nyingi kwa maisha yako, because kwa kuwa you knew unajua things are already happens vitu zinatendeka and no more forces na hakuna nguvu nyingine will stand against you. itasimama kinyume na wewe. Praise the name of Jesus. That's why the Bible says Biblia ikatuambia Isaac, Isaka when he went 2 to 3 times, alipoenda mara 2 mara 3, when he dug the wells 3 times, alipochimba zile visima mara he 3, knew akajua these people, hawa watu they will leave me wataniacha and I'll have peace. na nitakuwa na amani. Praise the name of Jesus. Amen. And that's why if you read, you continue in verse 24, Unapoendelea hapo 24, he says will be fruitful. We will be
fruitful, tutazaa matunda. Praise the name of Jesus. Amen. Because he had peace. Kwa kuwa alikuwa na amani. You cannot be fruitful without peace. Hawezi ukazalisha kama huna amani. Praise the name of Jesus. Amen. Hallelujah. Amen. Praise the name of Jesus. But first, Kitu cha kwanza, he break down akavunja all the forces. zile nguvu. After that, baada ya hiyo, he knew peace will come. Akajua amani inakuja. And will move Na in all the areas. Atasonga mji wote. Praise the name of Jesus. Amen. It is about persistence. Kusisitiza. I have come to tell you Nakuja nikwambie this morning, asubuhi ya leo, be the second day of the month of August. ikiwa ni siku ya pili ya mwezi wa Persist 8. in prayer. Sisitiza kwa maombi. Persist in prayer. Sisitiza kwa maombi. Don't fear. Usiogope. Don't fear. Usiogope. Fear is the opposite of failing. Uoga ni kinyume ya kuanguka. When you fear, unapokuwa muoga, always devil sells fear to everybody. Shetani anatuma uoga kwa kila mtu. You will ask yourself, utajiuliza, if can I be able to do this? niko na uwezo wa kufanya hii? But I have come to tell you, nimekuja nikwambie, if Isaac persisted, kama Isaka alisisitiza, you can also persist. unaweza ukasisitiza. If this mama, the woman of Canaan, persisted, kama huyu mwanamke alisisitiza, also you can persist. hata unaweza ukasisitiza. If this woman who have been in breeding for 12 good years, kama mwanamke alitoka na damu kwa miaka he 12, persisted, alisisitiza, you also can persist. hata wewe unaweza ukasisitiza. And God will fight for you. Na Mungu atakupigania. God is going to fight for our battle. Mungu atapigana vita But yetu. God first Lakini kitu cha kwanza, needs somebody anahitaji mtu who persists. ambaye anasisitiza. Who persists. Ambaye anasisitiza. You cannot not be persisting, Hauwezi ukao then you receive whatever you have been praying for. na upate kile ambacho umekuwa unahitaji. Unaombea. Praise the name of Jesus. Amen. Hallelujah. Amen. When you persist, unaposisitiza, God, Mungu fill your need. anatimiza mahitaji yako. Fills your need. Anahisi mahitaji yako. Praise the name of Jesus. Amen. Hallelujah. Amen. God cannot fill your needs Mungu hawezi akahisi mahitaji yako if you are not persisting. kama wewe sio mtu wa kusisitiza. There are some things we can pray Kuna vitu vingine tunaweza and they kuombea, can be done immediately. zinaweza zikafanyika. There are prayers we can pray. Mambo mengine tunaweza They can kufanya, remain for some days or some years yanaweza yakakaa kwa to muda, be answered. yajibiwa. But God, Lakini Mungu He knows anajua you have already prayed, umeomba, but He's waiting for you anangoja to wewe persist usisitize in that prayer kwa hayo maombi that you made 20 years back, ambayo ulifanya that you made 2 to 3 years back. miaka miwili. God needs Mungu anahitaji somebody mtu who can persist so that He can fill your need. haisi mahitaji yako. Tuseme tu ukweli, kuna vitu watu naitisha kiolela tu, zimekuja kwa maombi, lakini when you sometimes God needs seriousness. Praise the name of Jesus. You know, when you are serious for a certain prayer, Wakati ule unaomba ukimaanisha, God sometimes cannot answer at your own time. Mungu hawezi akajibu kwa But wakati when wako. you persist, Lakini unaposisitiza, God gave you. Mungu anakupatia. Because now Kwa kuwa He is feeling anahisi you need this. unahitaji, You need that. unahitaji. Praise the name of Jesus. Amen. Persistence. Usisitiza. For those who have come late, Wale ambao wamekuja kuchelewa, next time come early.
Jumapili kuja mapema, because you'll find ourselves by 10 we'll be moving to an next level, utapata saa 4 tunaendelea to another service, kwa ibada nyingine, because I have seen people when they have their own work they are going early, kwa kuwa watu wakiwa na kwa kazi zao wanaendaga mapema, but this for God, lakini ya Mungu people they come the way they want. watu wanakuja vile wanataka. Remember, God works in hours. Kumbuka Mungu anafanya kwa masaa. When you tell God I will be starting the service at 10, unapomwambia Mungu nitaanza ibada he saa will 4, send an angel atatuma malaika before you. mbele yako. Praise the name of Jesus. Amen. When you tell God Unapomwambia Mungu I'll be in the second or the first service, itakuwa kwa ibada ya kwanza ama ya pili, remember God will be there kumbuka Mungu yuko mahali pale at the appointed time. kwa ule wakati. Praise the name of Jesus. Amen. Be punctual in time. Be punctual in time. Kuwa makini na muda. Time is money. Wakati ni pesa. Time is money. Wakati ni pesa. Praise the name of Jesus. Amen. That's what you see in Genesis chapter 1. Unapoona Mwanzo, God was moja, working in time. Mungu alikuwa anafanya kwa wakati. Everything that he says let it be, Kila kitu ambacho alisema wacha kiwe, it came at the right time. kilikuja kwa wakati wake. Hallelujah. Amen. Praise the name of Jesus. That door has been closed. Huo mlango ambao umefungwa, God is able to open that door. Mungu anaweza kufungua ule That mlango. door of the work. Huo mlango wa That kazi, door of the marriage. wa ndoa, That door, God Mungu can open it. anaweza akafungua, Is through persisting. ni kupitia kwa kusisitiza. Praise the name of Jesus. Amen. Hallelujah. Praise the name of Jesus. Amen. It is time for us Wakati wetu to move to the next level of persisting. tusonge katika kiwango kingine cha kusisitiza. Let us not live the way we have been living. Tusiishi vile tumekuwa tukiishi. Let us encourage ourselves Wacha tujitie moyo and persist in prayer. na tusisitize kwa maombi, Persist in prayer. kwa maombi. Regardless Haijalishi what you feel, kile ambacho unahisi, but continue persisting. lakini endelea kusisitiza. Regardless Haijalishi what people says, kile ambacho, continue persisting in prayer. endelea kusisitiza kwa maombi. Regardless Haijalishi what people plans, kile ambacho watu wamepanga, because what I know, maana kile ambacho najua the plans of God, mipango ya Mungu they are not plans of men. sio kama mipango ya wanadamu. Plans of God, Mipango ya Mungu they are different from our own plans. ni tofauti na mipango yetu. It is in Isaiah chapter 5, Isaia 55 verse 8 to 9. 55 mstari wa, His thought is not our thoughts. His way are not our way. His way are not our ways. njia zake si kama njia zetu. That's why Ndipo we need to persist kana tusisitize in everything that you have been praying. kwa kile kitu ambacho tumekuwa tukiombea. Persist in that thing. Sisitiza kwa hicho kitu, Persist in prayer, sisitiza kwa maombi, and God na Mungu will answer your prayer. atajibu maombi yako In the name of kwa Jesus. jina la Yesu. May you stand on your feet. Kama kwa miguu yako, As we persist, unaposisitiza before our God, mbele za Mungu wetu, we want to persist. nataka tusisitize, We want to tell God, mwambie Mungu, for a long time kwa muda mrefu we have been living in a certain limitations of life, tumeishi maisha ambayo ni ya kufinyiliwa, but today lakini leo God, we have come before you Mungu tumekuja mbele zako because you knew us maana unatujua before the time that we are in our mother's kabla womb, hatujakuwa katika tumbo za and mama you zetu, said you had a good plan. na ukasema una mipango I mizuri. need that plan Nahitaji ule mpango that you have been planning for my life. ambao umepanga juu ya maisha yangu. I need that promise Nahitaji ile ahadi
that promise hiyo ahadi you said through your word, ambayo ulisema kupitia kwa neno lako, let it be manifested in my life. wacha ionekane kwa maisha yangu. Let it be manifested in my family. Wacha ionekane kwa familia yangu. Let it be manifested in every area. Wacha ionekane kwa kila kitu of my life. ya maisha yangu. But it is through persistence. Lakini kupitia kwa kusisitiza. Persist. Sisitiza. Just lift up your voice. Lift up your voice. Naweza ukainua kinywa chako. Baba, ni asante kwa sababu wewe ni Mungu mwenye uwezo na mamlaka. Jehova, tumekuja tena kwako. Tunahitaji asubuhi ya leo Bwana, tumekuwa watu wa kusisitiza. Tunahitaji mkono wako wa kipekee Bwana, ukapate kujidhihirisha na kuonekana. Wacha ukapate kushuka, wacha ukapate kuonekana, wacha ukapate kujidhihirisha. Ikiwa kuna chochote kile ambacho kimekuwa Bwana kinatuzuia kufikia hatima zetu, kinatuzuia kupitia baraka zetu, tumekuja kwako kurudi tena. Maana wewe ni Mungu unaweza, maana wewe ni Mungu unasikia, maana wewe ni Mungu unaongoza, maana ni wewe Bwana unatenda. Ninaomba siku ya leo ukaachilie uweza wako, ukaachilie nguvu zako, ukaachilie ushindi wako. Kuna mambo tumeomba yakanenda miaka rudi, tumekuja kwako tunarudi tena, ili Bwana ukapate kutenda, ili Bwana ukapate kuonekana, ili Bwana ukapate kujitukuza. Yesu, shuka siku ya leo. Yesu, shuka siku ya leo. Tumejiachilia Bwana, tumejiachilia Masia, tumejiachilia mwana wa Mungu, tunajiachilia Mungu wetu. Tunajua unaweza kutenda, tunajua unaweza kufanya, tunajua unaweza kukumbuka. Wacha ukasikie mahitaji yetu, wacha ukakutane na sisi, wacha ukapate kujidhihirisha katika jina la Yesu. Wewe ni Mungu wetu, wewe ni Baba yetu, wewe ni tegemeo, wewe ni kimbilio, wewe ni tegemeo, wewe ni msaada wetu wa karibu. Tunajua Bwana, tunaposisitiza tunajua utatenda. Wewe Mungu wa Elijah, wewe Mungu wa Isaka, wewe Mungu wa Abrahamu, wewe Mungu wa Yakobo, tunakuita Baba, wacha ukaonekane. Maana tunaposisitiza kuna mambo utafanya, kuna mambo utafungua, kuna njia zilizokuwa Bwana zimefungwa. Yesu utafungua, 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 Yesu utatenda. Roho wa Bwana tenda, Roho wa Bwana shuka. Ninajiachilia ili Bwana wa mabwana ukaonekane, ukainuliwe Baba, ukatukuke Baba, ukaachilie ukuu wako, ili Bwana kanisa hili likajue uko Mungu anaishi, watu wakajue uko Mungu anatawala. We have come to persist, we have come to persist. Whatever belongs to us, whatever you have dedicated to us, this morning of time, my God, we are going to receive it, we are going to receive it in the mighty name of Jesus. Father, we thank you and worship you. Sikia kilio changu Bwana, sikia kilio, oh, sikia kilio changu Bwana,
kilio changu Bwana, sikia kilio, sikia kilio changu Bwana, jibu maombi. Sikia kilio chetu Bwana, sikia kilio, sikia kilio chetu Bwana, jibu maombi. Sikia kilio chetu Bwana, sikia kilio, sikia kilio chetu Bwana, jibu maombi. Thank you, Jesus. Thank you, Father. You are here this morning. You want to give your life to Christ. That is the thing that you can do. That is worthy before our God. You can come forward, we can pray together with you. And God will bless you. You have been living a life of tarmac. Just come forward. If there is none, God bless you. Kama hakuna, Mungu awabariki. Pigia mtumishi wa Mungu makofi na uongeze zaidi ya Baba yetu aliyeko juu mbinguni. Tumeweza kumaliza ibada yetu ya kwanza.